Okay, kama kawa hilis. Utaratibu wetu ni kuanzia pale tulipoishia. Baada ya Chief Williams kuja kumfumania mkewe, alikuwa anaongea na simu. Anamuuliza mkewe kuwa are you sure uko vizuri kabisa? Yaani nikikuangalia ni kama kuna kitu kabisa kiko poa kwa upande wako. Mke wake anamwambia mimi niko fresh kabisa, yani sina shida yoyote ile. Chief anamwangalia anasema na wasiwasi, inawezekana labda kuna jambo baya ambalo ulikuwa unalifanya hapo. Una uhakika kabisa uko poa? Ndio, mimi niko poa kabisa, ni sina shida ya aina yoyote ile. Asi aliongea huku akimkazia kuwa hana shida, anajaribu kujikaza, lakini ukimwangalia anaonekana labda kuna jambo baya ambalo alikuwa analifanya. Sasa ghafla tu Chief Williams amekuja kumfumania hisi. Basi Chief kaamua kuondoka, ila kabla ya kuondoka amemwambia mimi nitajua tu unachokifanya. Bidada Ego akamshukuru Mungu hisi kwa sababu alifikiri labda atamuomba simu ili aangalie alikuwa anaongea na nani hisi. Baada ya Chief kuondoka, yeye akachukua simu yake moja kwa moja na kutaka kufuta namba ya Samuel kwa sababu alikuwa anaongea na Samuel. Alijua kwa akichukua hiyo simu akiona namba ya Samuel, hapo atakuwa amejiingizia matatizo makubwa sana hisi. Alichokifanya hapo ni kufuta namba moja kwa moja na show ikawa imepita kama hivyo sasa. Upande mwingine sasa kwa kijana Samuel hapa tunaona mlango unagonga sasa. Akaja moja kwa moja hapo Samuel akafungua mlango. Bahati mbaya tu sasa alipofungua pale tunamwona Chief Williams ameingia sana speed ya 5G. Anamwambia Samuel kwa kijana, nafikiri nilikupa mkataba akawa umeusaini kwa akili zako timamu. Na kila kitu kilichokuwa kinaandikwa kwenye mkataba nafikiri ulikielewa. Nilipokuambia kuwa mke wangu unatakiwa mgonge mara moja tu ulikubali. Nikakwambia kuwa baada ya kutoka pale, baada ya kufanikisha ile jambo, unatakiwa kuact kama hamna mtu ambaye ushawahi kukutana naye ambaye anaitwa Ego. Hata ukija kukutana naye sehemu gani ile, yani pita kama haumjui, pita kama haujawahi kumuona, pita kama yani haumfahamu kabisa, yani ukasaini kwa akili zako timamu. Lakini sasa naona unaenda tofauti na mkataba, na unakumbuka pia nilichokuambia kuwa ukienda tofauti na mkataba nini ambacho kitakukuta, nafikiri unajua. Kwa hiyo hapa nimekuja, sitaki kusikia I'm sorry kutoka kwako, sitaki kusikia neno lolote kutoka kwako, ila kwa bahati nzuri ulionayo nimekuja kukupa onyo ya mwisho, wala sikuje kabisa ni kutimiza kile nilichokuambia mimi, kwa sababu kwenye mkataba tulisainiana kuwa ukienda tofauti hamna onyo wala nini, nitakachokifanya tutakuja kulaumiana hisi. Kwa mimi sikuja hapa kufanyia jambo mbaya, ila nimekuja kwa bahati nzuri ulionayo wewe, nimekuja kukupa onyo, last warning. Hii ndio onyo ya mwisho hisi. Chief Williams alimkanya sana pale kijana Samuel, na kila kijana Samuel alipotaka kujitetea pale alimkanya hisi, hakutaka kusikia neno lolote kutoka kwa Samuel. Na alipomaliza kuongea alirudi moja kwa moja kwake na kumwambia, zingatia nilichokuambia. Siku nyingine ukiona nimefika hapa jua nimekuja hisi kwa ubaya na kutimiza kile ambacho nilikwambia. Kijana hakukoma na mke wa Chief Williams, hata kama alikuja kumpa onyo, lakini kijana bado aliendelea kile kitendo ambacho alikuwa anakifanya na mke wa Chief Williams. Ila bahati mbaya sasa Ego yuko hapo kwa kijana Samuel, akawa amepigiwa simu na Chief Williams, kwa sababu Chief Williams bana ana mazoea ya kuondoka ofisini kwake kule asubuhi mapema mno, afu anarudi usiku. Sasa leo amerudi mapema sana, kitu ambacho Ego alikuwa hatarajii kutoka kwa Chief Williams. Akawa amempigia mkewe Ego pale simu, anamuuliza uko wapi. Ego ameshangaa kusikia swali kutoka kwa Chief Williams kuwa uko wapi. Anamwambia kuwa nimetoka kidogo, nimekuja kununua vipodozi. Mbona umekawa sana? Kwa sababu mimi nina muda hapa nyumbani. Hivyo vipodozi umeenda kununulia sehemu gani? Anamwambia wewe kwani upo nyumbani? Mbona umerudi mapema sana leo kutoka kazini? Kitu ambacho mimi sijazoea. Chief anamwambia hapa ni kwangu, lakini pia kazi ni ya kwangu mimi. Sidhani kama kuna mtu wa kunipangia muda wa kurudi kwangu au kutoka pale kazini kwangu. Bidada Ego pale anamwambia basi utaniona soon tu hapo, wala sijaja kukaa. Nimekuja tu kuchukua vipodozi afu nirudi chap. Anamwambia umeshakaa tayari, kwa sababu toka nifike hapa nyumbani mimi kutoka kazini na masaa mawili sasa nakusubiri. Sasa nashangaa hivyo vipodozi umeenda kununulia sehemu gani? Ego anamuuliza Chief kwa kwani kuna shida Chief? Mbona kama sikuoni vizuri? Kwani kuna shida gani? Anamwambia basi poa, haina shida, mimi nakuja soon tu, dakika 2 tutakuwa nishafika hapo. Basi kijana Samuel alikuwa na champagne, alikuwa anataka basi uanze kuenjoy pale na mpenzi wake Ego ambaye ndio mke wa Chief Williams. Ego akasimama moja kwa moja akaenda kumwambia Samuel kwa ngoja mimi nirudi, natakiwa niwahi kwa sababu Chief Williams kashakuwa nyumbani. Kitu ambacho mimi sijazoea kabisa, anaendaga asubuhi mapema sana ofisini, alafu anarudi usiku sana. Leo amerudi mapema sana, alafu anamwambia kwa ashakuwa na masaa mawili pale nyumbani anasubiri. Ngoja mimi niende, alafu nitakuja siku nyingine. Alimkisi moja kwa moja na kuondoka. Samuel alibaki na huzuni sana pale. Anakumbuka tu yale maneno aliyoambiwa na Chief Williams kuwa nimekupa onyo ya mwisho, siku nyingine nikirudi hapa sitokuja kama unavyoniona, nitakuja moja kwa moja ni kufanya kile ambacho nilikuahidi siku na saini mkataba. Chief Williams bana hajapepesa macho baada ya kuona mkeo amechelewa sana kurudi nyumbani. Akawa amejua tu moja kwa moja kuwa atakuwa yupo na Samuel. Alichokifanya ni alienda kuwaita wapambe wake wawili, akaja moja kwa moja kuvamia nyumba ya Samuel. Anamwambia Samuel, nafikiri unakumbuka kile nilichokwambia kwa mara
mwisho nimefika hapa nyumbani kwako. Nimekwambia kuwa natakiwa kukaa mbali na mke wangu, kaa mbali na familia yangu, lakini kwa nini hutaki kusikiliza maneno ninayokuambia? Kwa nini hutaki kuheshimisha mkataba uliosaini? Umeamua kumuita mke wangu tena kwa mara nyingine. Ulifikiri mimi sitakuja kugundua aisee ulichokifanya? Tena narudia maneno yangu yale yale niliyokuambia siku ile kuwa kaa mbali na familia yangu, kaa mbali na mke wangu, kaa mbali na mwanangu. Yani sitaki kabisa ni kuona ukaribu wako na mke wangu, ukaribu wako na mwanangu aisee. Kitu ambacho nitakuja kukufanyia hapa utakuja kulaumiana bure kijana. Samuel bana ameshangaa sana kuona Chief Williams kaja na wapambe wake pale aisee wa babe. Akafikiri labda ndo amekuja kummalizia kama alivyomwambia kwa mara ya kwanza. Lakini bado Chief Williams anamwonea huruma, bado anampa onyo nyingi sana aisee. Hajaamua kufanyia kitendo kibaya kwa sababu angeamua kutekeleza kile alichokisaini kwenye mkataba wake mpaka sasa hivi angekuwa shamfikiria mbali huyo kijana Samuel. Lakini Chief Williams bado ana utu, hataki kufanyia jambo mbaya. Amemuonya baada ya kumpa onyo kuwa akae mbali na familia yake, akaamua kurudi moja kwa moja. Hajamgusa, hajamfanyia chochote tofauti na kumtishia maisha. Na hapa ni kwa Chief sasa Williams sasa. Baada ya kumtishia Samuel, amerudi moja kwa moja mpaka kwake, amekaa kwenye kiti pale na waza sasa hajui afanye nini. Muda wao ambao anawaza, mkeo Ego kaja na glasi ya maji sasa amekuja kumpa Chief. Lakini kabla hajampa, Chief amemwangalia mkewe na kumwambia, kwa hivyo nafikiri ni siku gani kabisa ambayo atakuja kuniambia ukweli kuwa mpaka sasa bado anaendelea na yule kijana. Alivyosikia vile sasa ameshangaa mpaka na kudondosha glasi na ikawa imepasuka moja kwa moja. Nilitegemea labda siku moja wataniangalia hata usoni uniambie kuwa mpaka sasa Chief bado anaendelea na yule kijana sasa. Umesahau kama yule kijana mimi nisaini naye mkataba kuwa aichape mara moja tu na ukishapata ujauzito basi ajikate, lakini nashangaa mpaka sasa bado unaendelea naye. Wewe mwenyewe ni shahidi kuwa mkataba unasema akienda tofauti na kile ambacho wamesaini basi mimi nitakuja kufanya kitendo kibaya, lakini mpaka sasa unajifanya kama hujui kabisa chochote kinachoendelea. Hivyo unajua ni kwa nini sina hasira na hichi kitu kinachoendelea? Kwa sababu najua hali yangu mimi. Najua mimi sina uwezo kushiriki tendo, najua mimi sina uwezo kutungisha ujauzito, na ndo sababu ya mimi kutokuwa na hasira. Lakini sio sababu ya kwenda tofauti na mimi Ego. Hapo unanikosea mno, unanikosea sana. Unataka yule kijana anifikieje mimi? Unataka mpaka nijipate kesi ya mauaji yule kijana mimi ni muue ndo utapata kabisa amani? Kwa nini unaenda tofauti na tulichokubaliana na yule kijana? Lakini sasa Ego baada ya kulialia pale sasa anaomba msamaha, anamwambia kwa kuja itokee tena. Sidhani kama anaweza kaacha kwa sababu ni kitu ambacho ashazoea sasa, ameshajitengenezea mazingira ya kila siku Chief kama hayupo. Enda kwa jamaa anaichapa alafu anarudi tena. Ila Chief alichomwambia ni kuwa at least nimesha handle hii situation na sidhani kama inaweza ikajirudia tena sasa. Ego ameshangaa, anamuuliza umehandle vipi situation? Nimefika kwa yule kijana Samuel na nimemtishia mno na sidhani kama kuna siku nyingine kama atakuja kurudia sasa kitendo ambacho alikuwa anakifanya. Ameshangaa sana Ego, anamuuliza vipi? Nani alikuelekeza kwa Samuel? Chief anamwambia kuwa mimi nina miaka 55 sasa. Kwa hiyo mimi najua njia zangu na usitaki kunichukulia mimi kama mtoto mdogo Ego. Mimi najua unavyotembea, najua kila kitu unachokifanya. Hata ukitoka sasa hivi mimi niamua labda nisafiri, ukitoka mimi nitakuja kujua unachokifanya. Usitaki kunichukulia simple. Akawa amefokea pala sasa anamwambia don't take me for granted. Mimi sio kijana mdogo kama unavyofikiria wewe. Mimi nishakuwa mtu mzima, mimi ni mzee. Kwa hiyo kila unachokifanya hapa mimi najua, njia zako zote unazozitembea mimi nafahamu. Hata mtu mwingine asiponiambia mimi mwenyewe tu, hata kama niwe nipo safarini na uwezo kufanya kila ninachojua na nitajua unachokifanya. I'm not a young boy as you think Ego. Siku nyingine sasa alienda tena Ego kama kawaida kwa Samuel. Samuel yupo serious. Yaani ni kama kabisa ni hataki kuongea na Ego. Anamwambia Samuel vipi? Mbona kama haupo fresh? Mbona kama haupo kama anavyokuzoea Samuel? Shida nini? Samuel bana anamwambia kuwa Chief Williams alikuwa hapa ambaye ndo mume wako wewe. Amenitishia sana. So, ashafika hapa ikosi safari 3. So, kwa mara ya mwisho sasa alivyofika hapa ananiambia kwa nikija kurudia sasa hamna msamaha, hamna chochote. Kwa hiyo atanikill moja kwa moja, ataniua, atanifanyia jambo mbaya. Mimi ninachokiamua hapa naona tu niweke distance na wewe, kwa hiyo sitaki kuja kupata matatizo hapo baadaye. Ego alivyosikia vile sasa amehuzunika mno. Anaanza kumbembeleza Samuel, anamwambia Samuel tafadhali usifanye hivyo Samuel, sije kufanya hivyo. Mimi sitaweza kuishi bila wewe Samuel. Anambembeleza pale, anamwambia Samuel basi agonge hata ya mara mwisho and then basi waweke distance kama anavyoamua yeye. Siku nyingine bana Chief Williams kaja na speed ya 5G. Anamwambia kuwa mke wangu amefika hapa tena Nini unataka kusikia nilivyokuambia wewe? Akawa mfinya pale kijana Samuel vibaya mno. Samuel anamwambia bwana Chief Williams nimechoka sasa, unanitishia maisha sana nimeshachoka, nimechoka mno kila siku unakuja kunitishia mimi maisha. Yule Ego yule ni mwanamke wangu wa muda mrefu sana, kutoka hujaje hata kumuoa wewe. Yule alikuwa ni mwanamke wangu, lakini pia unasahau kuwa yule ambaye unamuita mwanao ni mwanangu mimi, yule ni damu yangu. Wewe hapo ni mwanaume bwege, hauna uwezo kushiriki tendo. Kwa hiyo acha kunisumbua bwana, acha kunitishia mimi maisha. Kama ni hela zako mimi nakurudishia na kuja kumchukua Ego pamoja na mwanangu. Yule ni damu yangu, yule mtoto ni wa kwangu mimi. Kwa hiyo usije
ukanitishia maisha, na iwe mara ya kwanza na mwisho kukanyaga hapa kwangu chief. Chief anamwambia kuwa unasemaje wewe? Ego ni mke wangu mimi, Ego wala sio wa kwako. Ego ni wa kwangu na yule mtoto ni wa kwangu mimi. Samuel anamwambia bana, unajidanganya. Ulikuja kumwoa Ego, ulikuwa tayari yuko na mimi. Kwa hiyo Ego ni mke wangu pamoja na yule mtoto ni wa kwangu mimi, yule ni damu yangu. Wewe huna uwezo wa kufanya chochote na hela zako zote wewe ni bwege. Na usije kama kukanyaga hapa kwangu. Kwa hiyo naomba utoke. Naomba uondoke hapa kwangu. Chief anamwambia kuwa Ego sio mke wako na yule mtoto ni wa kwangu mimi, Chief Williams. Kwa hiyo nakupa onyo tena. Nitakuja nikufanyia kitu kibaya Samuel. Usifikiri labda mimi nakosa kabisa uwezo kukuua wewe au kukufungisha kabisa. Sitaki kabisa ni lawama na wewe. Nakwambia ukome kabisa na mke wangu. Samuel anamwambia Chief Williams, hauwezi kunitisha mimi maisha. Huna uwezo kunitisha mimi maisha kamwe. Tena nakwambia nakuja, nafika mpaka kwako na kuja kumchukua mke wangu pamoja na mwanangu. Na hela yako ulionipa milioni 20 na kurudishia kabisa, ni mke wangu pamoja na mwanangu mimi nakuja kuwachukua. Samuel ameongea mno kwa hasira. Ameamua kumwambia ukweli Chief Williams kuwa amechoka na kutishatishwa maisha. Anachoamua ukifanya hapa ni anamrudishia Chief Williams milioni 20 alompa na mkataba wake anauvunja kabisa. Kwa hiyo anaenda kumchukua Ego pamoja na damu yake. Yule mtoto ni wa kwake au mtoto sio wa Chief Williams. Akawa amempush kabisa na kumuondoa ndani mwake, anamwambia hiyo mara yako ya kwanza na mwisho kukanyaga hapa kwangu. Na siku nyingine bana, kama alichokisema pale Samuel, akawa amefika moja kwa moja kwa Chief Williams. Alimwambia Chief Williams bana, kama nilivyokuambia, nimemfuata mke wangu pamoja na mwanangu na pesa yako naira milioni 20 na kurudishia. Chief anamwambia wewe ni mjinga, unakuja kujitawala kwangu kama kwako wewe mpumbavu wewe. Chief anamwambia bana, wewe unajua vita vizuri au unatafuta vita na tajiri? Hivyo unajua mimi ni mtu wa aina gani? Lakini umesahau kama mimi ni chief. Unataka nipoteze maisha yako? Samuel anamwambia bana, mimi uwezo kanitishia uchief, uwezo kanitishia la yako kwa sababu najua kwanza siwezi nikapambana na mwanaume ambaye hana uwezo wa kuzaa. Alivyosikia vile sasa ameshangaa moja kwa moja, anamwangalia Ego. Anamwambia Ego, kwani ulifikia mpaka tu kunizalilisha kwa kijana mpumbavu kwa mimi sina uwezo wa kuzaa kabisa? Samuel anamwambia tofauti hata na Ego kuniambia mpaka uje unilipe mimi milioni 20 kuwa nitembee na mkeo nimpe ujauzito. Ina maana wewe una mapungufu. Ina maana wewe huna uwezo. Mimi sina haja ya kupambana na mwanamke. Wewe ni mwanamke. Kwa sababu kama huna uwezo wa kuzaa, basi wewe una tofauti na Ego. Wewe ni mwanamke tu. Kwa hiyo uwezo ukanisumbua kwa chochote kile. Mimi nilichokifuata hapa ni kama nilivyokuambia, namfuata mwanangu, ni damu yangu mimi, ni kazi niloifanya mimi, na pesa yako milioni 20 nairudisha. Mahakama ipo, DNA test ipo. Kwa hiyo tukienda mahakamani tukipima DNA, mtoto atakuwa ni wa kwangu mimi, wala sio wa kwako. Wewe uwezo kanitishia bana, wewe sio chochote kwangu wala hauna lolote kwangu kwa sababu ni mwanaume bwege ambao wana chochote. Chief amepaniki sana na ameamua moja kwa moja kupiga simu alete kikosi ili waweze kumshambulia kijana Samuel kwa sababu alikuja kujitawala ndani mwake. Amesahau kuwa huyu hapa ni chief. Chief anamwambia kuwa subiri dakika 2 nipige simu alafu utajua mimi ni nani. Ego alivyosikia vile ameamua moja kwa moja kumsukuma Samuel. Anamwambia Samuel, mtoka usije kupata matatizo. Huyu hapa ni chief, huyu hapa ni tajiri na vikosi vingi sana, watakuja kushambulia hapa. Mtoka. Alivyosikia vile akawa ametoka moja kwa moja. Na baada ya kijana kuondoka, alibaki pale anaongea maneno mengi sana kwa hasira. Ego alijaribu kumtuliza na kumwambia funga mdomo wako mpuuzi mkubwa, aliyesababisha matatizo yote ni wewe. Siku nyingine bana ikawa imefika. Chief aliamua kuitisha kikao. Baba mkwe alitoka kijijini pamoja na Owen kakake Ego. Ila cha kushangaza bana, wakawa wamemuona Samuel ameingia moja kwa moja. Babake Ego sasa anavyomchukia Samuel, alivyomuona Samuel anasema kwa nini huyo kijana takataka mpuuzi mkubwa maskini na ameshirikishwa kwenye kikao hichi. Chief Williams anamwambia baba mkwe, mtulia bana, mimi ndo nimemuita. Akawa amekaa moja kwa moja mpaka chini kijana Samuel. Chief Williams anamwambia baba mkwe kuwa kilichosababisha niitishe kikao hichi ni binti yako Ego. Mpaka sasa bado anaendelea na mahusiano na yule kijana Samuel ambaye nimekuja kugundua kuwa ni mpenzi wake wa muda mrefu sana. Baba mkwe alivyosikia vile amemwambia hichi kitu hakiwezekani. Hii kesi tushaimaliza muda mrefu sana na sidhani kama binti yangu anaweza kufanya hicho kitu kabisa, sidhani. Watu wote wakawa wameshangaa sana. Alivyosikia vile Ego ameamua kumwambia Chief Williams kuwa Chief, hivi kwa una akili timamu wewe? Waambie watu wote kuwa wewe ndiye ulionituma kwamba nimtafute kijana ili niweze kutembea naye nipe ujauzito kwa sababu wewe una uwezo kuzaa. Na hiyo ndio ilikuwa ni sababu ya mimi kwenda kumchukua Samuel. Ni kijana ambaye nilipenda naye muda mrefu sana hata kabla hujaja kunioa wewe. Walitaka ndio nimchukue kijana mwingine wa kutoka wapi, chizi kutoka wapi, ambaye ana maradhi ambao mimi simpendi. Nienda kumchukua Samuel. Kwa hiyo waambie. Baba mkwe akawa ameshangaa moja kwa moja. Baba mkwe anamuuliza pale kuwa Chief Williams, anachokiongea Ego hapa ni ukweli? Chief amemwambia kuwa baba mkwe huo ndio ukweli. Baba mkwe ameshangaa. Gugu Mobi. Oh my God. Watu wakawa wameshangaa. Chief Williams anamwambia baba mkwe kuwa mimi nilipata ajali muda mrefu uliopita, so nikawa nimefanyia operation. Na baada ya kufanyia operation
ndio ikaja gundulika kuwa mimi sina uwezo wa kutungisha ujauzito, lakini pia sina uwezo wa kushiriki tendo. So toka nimemoa binti yenu mpaka sasa nilikuwa sijawahi kufanya chochote, na ndio ilikuwa ni sababu ya yeye kutoroka every time anaenda kwa kijana Samuel, huyo mpuuzi aliyepo hapa. Ase Samuel ni anatabasamu tu. Hata huyo hapa ni bwegi huyu. Sasa chifu anamwambia kuwa mimi nilikuwa sidhani, nilipomwambia kuwa mtafute kijana ambaye atakayempa ujauzito, nilikuwa sidhani kama anaweza akaenda kuchagua huyo kijana ambaye ndo mpenzi wake wa siku zote. Ego anamwambia wewe ni mpuzi kumbe una kile timamu wewe mzee. Hivi ulifikiri kabisa ni kijana gani au ulifikiri ni nani ambaye ningeenda kutafuta mimi? Kutoka wapi ambaye nilikuwa sina mazoea naye? Nienda kumchagua mtu ambaye nampenda. Nienda kumchagua mtu ambaye alikuwa ni chaguo langu for the long time. Kwa hiyo hilo lisikustue, shida ni kwako. Kwa hiyo ungekuwa labda una uwezo wa kufanya hivyo, basi mimi nisingeenda na wala usingeniambia kwamba ende nitafute kijana ambaye atakuja kunifanyia hivyo. Hayo ni majukumu yako, na kama uwezi basi nienda kwa mtu ambaye anaweza. Ase kijana ni anatabasamu tu, ana feel proud kwa sababu anamsifia hapa, anaonekana yeye ndo Samson, yeye ndo kijana mwenye nguvu, yeye ndo anaweza kuwapiga watu 1000, yeye ndo ana uwezo wa kumuua simba kwa mikono yake. Yeye ndo bingwa, yeye ndo Champions League, na so Champions League tu, yeye ndo World Cup, yeye ndo kila kitu. Basi Samuel akawa amewaambia pale kuwa nimefurahi sana kwa sababu nyote mko hapa na mtashuhudia kile ambacho naenda kukifanya muda huu. Akawa ametoa bahasha, anamwambia Chief Williams kuwa hapa na cheki ya naira milioni 20 kama ulizonipa ili niweze kufanya kazi ya kumpa mkeo ujauzito. Na ile kazi nilioifanya mimi ndio nimepambana nayo mwanzo mwisho. Kiuno changu hajalishi kiliume kiasi gani, nilipambana na hatimaye sasa nimerudisha pesa yako na kuja kumchukua mke wangu pamoja na mwanangu. Huyo hapa from today on sio mkeo na yule kijana, so mtoto wako wewe, mtoto ni kwangu. Kwa hiyo just take your money and then I take my family and I go back with my family. Basi akawa ametoka moja kwa moja, ila baba alichukia sana. Anamwambia huyo kijana mimi nilikuwa simtaki toka mwanzo kabisa, yani mimi nilikataa huyo kijana hawezi akamuoa mwanangu. Chief Williams anamwambia kuwa unatakiwa kutoka mzee, siwezi nikaishi na binti yako Ego kwa hizi dharau zinazoendelea mpaka sasa. Kwa hiyo chukue binti yako msepeni hapa sasa kuona ndani mwangu. Basi mzee akawa amepaniki moja kwa moja, anasema basi naondoka naye bana, huyu hapa sio mkeo na yule pale sio mwanao, mpumbavu wewe. Wewe si una uwezo, na kama unajua una uwezo kwani ulienda kuoa? Wakawa wameondoka moja kwa moja, sasa familia nzima, na story ikawa imeishia hapo moja kwa moja. So what you have to do right now guys, subscribe kwenye channel yetu hii hapa, ni familia yako. Peace Worldwide ni familia yako. Subscribe kwenye YouTube channel, Facebook, TikTok pamoja na sehemu zingine. Jina ni hili moja, jina ni moja, Peace Worldwide Movies. Make sure unaacha comment kwenye comment section ili tuweze kujua ni sehemu gani tunakosea, ili tuweze kurekebisha lakini pia tunakuletea story nyingine kali zaidi ya hii hapa kama unavyojua. Peace Worldwide Movies, hatupoi, hatuchelewi kuwaletea vitu vikali. Goodbye.